Shemeji, naona aibu kusema haya. Kuna nini Neema? Najua Asha alinilea, lakini anakusaliti. Unasemaje? Shemeji, mkeo si unavyomfikiria. Una maana gani? Ana mwanaume mwingine na amemfungulia biashara kwa siri. Nini? Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na mashamba na miti mikubwa, waliishi wasichana wawili waliopendana kuliko kitu chochote duniani. Mkubwa aliitwa Asha. Alikuwa na miaka 16 tu, na mdogo wake Neema alikuwa na miaka 7. Maisha yao hayakuwa ya utajiri, lakini walikuwa na kitu cha thamani zaidi kuliko fedha. Walikuwa na mama na baba waliowapenda kwa moyo wao wote. Kila jioni walikaa pamoja, wakicheka, wakila, wakiota maisha mazuri ya kesho. Lakini siku moja, kila kitu kilibadilika. Habari mbaya ilifika kijijini kama radi katikati ya usiku. Mama na baba yao walifariki ghafla. Ndoto zote zikavunjika kwa sekunde chache. Siku ya mazishi ilifika. Mvua nyepesi ilinyesha. Watu walilia. Majirani walifariji. Lakini hakuna aliyeweza kuondoa maumivu yaliyokuwa ndani ya mioyo ya wale watoto wawili. Asha alisimama mbele ya makaburi mapya, mikono yake ikimshika mdogo wake kwa nguvu. Neema hakuelewa kikamilifu kilichotokea. Aliendelea kuuliza, "Dada, mama atarudi lini?" Na kila mara swali hilo lilikuwa kama kisu moyoni mwa Asha, kwa sababu alijua ukweli. Mama hangerudi tena, baba hangerudi tena. Walikuwa wameondoka milele. Watu walipoondoka makaburini na kila mmoja kurudi nyumbani kwake, Asha na Neema walibaki peke yao. Dunia ilionekana kubwa sana na wao walionekana wadogo sana. Kilichoumiza zaidi, wazazi wao hawakuwaacha nyumba ya kifahari, hawakuwaacha shamba kubwa, hawakuwaacha fedha benki. Waliondoka bila kuwaachia chochote isipokuwa kumbukumbu zao. Usiku ulipoingia, ndani ya nyumba yao ndogo ya udongo, Neema alilala akiwa analia, lakini Asha hakulala. Alikaa kimya gizani, akitazama dari, akiwaza kesho itakuwaje, akiwaza watakula nini, akiwaza ada ya shule italipwaje, akiwaza nani angemlea mdogo wake. Na hapo ndipo, akiwa na miaka 16 tu, aliamua kuwa mama, aliamua kuwa baba, aliamua kuwa mlinzi, aliamua kuwa tumaini pekee la mdogo wake. Asubuhi iliyofuata, kabla hata jua halijachomoza vizuri, Asha alianza kutafuta kazi yoyote iliyoweza kuleta hata shilingi chache. Alibeba maji, alifyeka mashamba, alifua nguo za watu. Alifanya kazi ambazo hata watu wazima wengine walizikwepa. Mikono yake ilichubuka, miguu yake ilichoka, lakini moyo wake haukukata tamaa, kwa sababu kila alipomwangalia Neema, aliona sababu ya kuendelea kupigana. Na hapo, safari yao ngumu ilianza. Safari ya dada aliyekuwa tayari kutoa kila kitu ili mdogo wake apate maisha bora kuliko yake. Miaka iliendelea kupita, na kila siku iliyopita, Asha aliendelea kupambana na maisha. Kutoka kuuza mboga, kutoka kufanya vibarua, hatimaye alifanikiwa kufungua mgahawa mdogo kijijini. Haikuwa biashara kubwa, lakini ilikuwa mwanzo wa maisha mapya. Siku moja, kijiji chao kilipokea wageni muhimu. Walikuwa watafiti wa madini, wakiongozwa na mfanyabiashara maarufu wa madini aliyeitwa Peter. Baada ya siku ndefu za kazi, Peter aliingia kwenye mgahawa wa Asha. Hakujua kwamba siku hiyo ilikuwa mwanzo wa hadithi ambayo ingebadilisha maisha yake milele. Peter alivutiwa na tabia ya Asha. Alivutiwa na bidii yake. Na zaidi ya yote, alivutiwa na moyo wake. Kadri walivyoendelea kufahamiana, ndivyo upendo ulivyozidi kukua. Asha akamweleza safari yake yote, jinsi alivyomlea Neema, jinsi alivyokuwa mama na baba kwa wakati mmoja, jinsi alivyojitolea maisha yake yote kwa ajili ya mdogo wake. Peter akaguswa sana. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, alijikuta akipenda kwa dhati. Mwaka mmoja baadaye, Peter alipiga goti na kumwomba Asha awe mke wake. Harusi yao ikafanyika. Kijiji kizima kikashangilia. Na muda mfupi baadaye, wakahamia Dar es Salaam.
Maisha yakabadilika. Nyumba nzuri, biashara kubwa, maisha yenye utulivu. Lakini jambo moja halikubadilika: moyo wa Asha. Aliendelea kumpenda Neema kama mtoto wake. Aliendelea kumlipia ada, aliendelea kumsaidia kwa kila kitu, mpaka siku Neema alipohitimu chuo kikuu. Siku ya mahafali, Asha alilia kwa furaha, akikumbuka safari yote walioanzia, kutoka nyumba ya udongo, kutoka njaa, kutoka machozi, mpaka kufika siku hiyo. Lakini hakujua kwamba wakati yeye akifurahia ushindi, kitu kingine kilikuwa kinakuwa ndani ya moyo wa Neema. Mwanzoni ilikuwa polepole. Hakuna aliyegundua, hata Asha mwenyewe. Neema alianza kuzoea maisha ya kifahari, magari, safari, nyumba nzuri, na heshima aliyokuwa akiipata kila aliposema, mimi ni mdogo wa Asha. Lakini kadri muda ulivyopita, alianza kusahau walikotoka. Alianza kusahau njaa, alianza kusahau machozi, alianza kusahau usiku ambao Asha hakulala akiwaza jinsi ya kumsomesha. Na jambo baya zaidi, alianza kusahau shukrani. Moyo wake ukajaa kiburi. Kiburi kikazaa wivu, na wivu ukazaa tamaa. Kila alipomuona Peter, aliona mafanikio, aliona nguvu, aliona maisha aliyotamani kuwa nayo. Pole pole, akaanza kutamani kila kitu ambacho Asha alikuwa nacho. Lakini Asha hakuona hatari yoyote. Aliamini upendo wa familia yao ulikuwa imara. Aliamini mdogo wake asingemuumiza. Aliamini mume wake asingemsaliti. Na huo ukawa mwanzo wa mwisho wa amani yake. Neema akaanza kutafuta sababu za kuwa karibu na Peter. Mazungumzo marefu, vicheko visivyoisha, muda mwingi pamoja. Vitu ambavyo mwanzoni vilionekana vya kawaida, lakini nyuma ya tabasamu lake kulikuwa na jambo ambalo hakuna aliyeliona. Kila siku iliyopita, mipaka ilianza kuvukwa. Na kila siku iliyopita, hatari ilizidi kusogea karibu na familia hiyo. Wakati Asha akiona upendo, Neema alianza kuona ushindani. Wakati Asha akiona dada yake, Neema alianza kujiona mpinzani. Na wakati Asha akiendelea kumwamini kwa moyo wake wote, usaliti ulikuwa ukijengwa kimya kimya ndani ya nyumba yake mwenyewe. Usaliti ambao ungeharibu miaka yote ya kujitolea. Usaliti ambao ungegeuza machozi ya furaha kuwa machozi ya maumivu. Usaliti ambao ungekuja kutoka kwa mtu ambaye Asha alimpenda kuliko maisha yake mwenyewe. Na siku ambayo ukweli ungefichuka, hakuna angeweza kuamini kilichotokea. Miaka michache baada ya kuhitimu chuo kikuu, Neema alikuwa amezoea maisha ya mafanikio. Kila alipojiangalia kwenye kioo, alijiona tofauti. Alijiona amefika mbali. Alijiona ana elimu, ana uwezo, ana ndoto kubwa. Lakini badala ya moyo wake kujazwa na shukrani, polepole ulianza kujazwa na kiburi. Alianza kujilinganisha na Asha. Kila siku, kila saa, kila alipomwangalia dada yake, alijiambia moyoni, kwa nini yeye ndiye anayeheshimiwa? Kwa nini yeye ndiye mwenye kila kitu? Kwa nini kila mtu anamwona kama shujaa? Alisahau kuwa mwanamke huyo ndiye aliyemlea. Alisahau machozi yake. Alisahau njaa yake. Alisahau miaka yote ya kujitoa kwake. Kilichobaki moyoni mwake kilikuwa tamaa. Na tamaa ilipoingia, shukrani ziliondoka. Neema akaanza kuona kasoro katika kila jambo ambalo Asha alifanya. Alianza kuona mafanikio ya dada yake kama kikwazo. Na polepole akaanza kujenga picha tofauti mbele ya Peter. Mara kwa mara alitafuta nafasi za kuzungumza naye peke yao, akijifanya anajali biashara, akijifanya anajali maendeleo ya familia. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na mpango mwingine. Siku moja alisema kwa sauti ya upole, Peter, umewahi kujiuliza pesa zote za biashara zinaenda wapi? Peter akamwangalia kwa mshangao. Unamaanisha nini?
Neema akatikisa kichwa taratibu. Labda nimekosea, lakini kuna mambo mengi siyaelewi. Hakuleta ushahidi, hakusema ukweli, lakini alipanda mbegu ya shaka, na mbegu hiyo ikaanza kuota. Siku nyingine akarudi tena. Mimi siwezi kumhukumu mtu, lakini kama ningekuwa kwenye nafasi yako, ningefuatilia kwa karibu matumizi ya fedha. Taratibu akaanza kujionyesha kama mtu wa kuaminika, mtu wa ushauri, mtu wa msaada. Nimesoma masuala ya usimamizi. Ninaweza kusaidia miradi ikue. Ninaweza kusimamia mambo kwa ufanisi zaidi. Kila neno lilionekana la kawaida, lakini nyuma yake kulikuwa na lengo: kusogea karibu zaidi, kuchukua nafasi zaidi, kupata ushawishi zaidi. Na wakati Asha akiendelea kumwamini kama siku zote, Neema alikuwa akijenga ukuta wa shaka kati ya mume na mke. Ukuta ambao ulizidi kuwa mkubwa kila siku. Asha hakuelewa kwa nini Peter alianza kubadilika. Kwa nini alianza kuuliza maswali yasiyo ya kawaida? Kwa nini alianza kuwa mkimya mara nyingi? Hakujua kwamba mtu aliyekuwa akimuita mdogo wangu alikuwa tayari ameanza kucheza mchezo hatari, mchezo wa hila, mchezo wa wivu, mchezo ambao ungeweza kuvunja familia yote. Lakini kuna jambo moja ambalo Neema hakulijua. Ukweli unaweza kufichwa kwa muda, lakini hauwezi kufichwa milele. Na siku utakapotoka hadharani, madhara yake yanaweza kubadilisha maisha ya kila mtu. Ndiyo. Je, unadhani Peter ataamini maneno ya Neema au atagundua ukweli mapema? Asha anapaswa kufanya nini? Andika maoni yako na usisahau kufollow kwa episode 2 ambapo siri kubwa itaanza kufichuka.